anaitwa Margaret. Nimekaa naye kwa muda mrefu sana. Lakini sasa mimi nashangaa kila wakati akitembea najiona kufika kwa boma hayuko. Naenda kufika kwa boma ameteremka ameenda mahali fulani. Ameenda kufika ameenda. Ndio nikafanya akili nikasema wacha nitembee tuone vile itakuwa. Sababu yangu niambia ndio wako mahali fulani. Na nilikuwa nimeenda kwa daktari akunisaidia. Ni kitendo mbaya sana. Mtu anaolewa anakosa mume wake heshima, anakuja kufanya ngono na mtu mwingine ya kulipa pesa. Sasa hakuna kitu apate kwa mume wake, anastira usiku na mchana kumtafutia. Sasa hii makosa amefanya hapa. Amepatikana na mume mwingine which is very bad. Leo imekuwa funzo kwa watu wa Timao na sio wa Timao tu, Kenya mzima. Sababu gani? Hii ni mambo ya ajabu hivi sana, mpaka mtu anaona uchi wake yenye alisaliwa. Yaani hiyo ni aibu sana, yenye wasee kwa Timao sisi tukangi na kila mtu akule chenye ako naye kwa nyumba. Hii mambo ya mpango ya kando wasee wawasane naye. Mtu atoseke na bibi yake ili ako naye nyumbani. Akikataa kutoseka ataaibika kama huyu mzee ameaibika hapa. Kuna mambo mengine ya kusema. Umeona nini? Nimeona jamaa fulani kuja wenyewe wamekatana kutokana ilikuwa sijui ni mambo na uchawi sijui ni nini. Imekuwa ni maajabu. Watu wachunge mambo masawa sikuwe hivi. Watu watoke nje, nitawaongelesha nikiwa kwa karibu na yeye. Funga bro. Hapana wewe pia mswa yako. Tumefika mambo ya vita. Bibi alikuwa hapo. Hapa hivi tunafanyana mtu ana shida kama hiyo bibi yake akiwa na hanya ama mtu ameibiwa kitu ama kesi yoyote tu, mtu ukifanyiwa kitu kibaya ukikuja tu kama unataka usaidizi lazima usaidike. Hivyo ndio tunafanya, na watu wengi sana wanakujanga wenye wameibiwa, wenye bibi yake kama huyu alikuwa kazini, bibi yake anafanya nini? Anahanya. Yeye akimtumia pesa, bibi yake anafanya vitu zingine, aweze akasaidia watoto, aweze akafanya nini. Sasa ndiye akajiuliza, akashindwa, akakuja hapa Mama Teresa aweze kumsaidia. Na tukamsaidia, ndio maana ameshikana. Hivyo. Sawa, asante. Afungua tuone macho mazuri. Kubanza mungu.